Leo niko na swali ambalo kuna mtu anaitwa Mr. John, yeye anauliza kwamba Madam Priska, kwani nikiendelea kukaa na changamoto ya kisukari ni kipi ambacho hasa kitanipata katika maisha yangu na nitapitia wakati gani mgumu ambao nitajutia kuwa na changamoto hii ya kisukari? Kwanza kabisa, ambaye una changamoto ya kisukari na bado unaendelea kukaa na changamoto hiyo bila kutafuta suluhisho au namna ya kutatua changamoto hiyo, kwanza kabisa unavyoendelea kukaa nayo utakuwa na changamoto nyingi sana, kwa sababu kisukari mtu anapopata changamoto ya kisukari kinaweza kushambulia figo, inaweza kushambulia moyo, inaweza kushambulia mishipa ya damu. Mwisho wa siku unajikuta una magonjwa ya figo, una pressure ya kupanda, na magonjwa mengine mengi hadi viungo na mifupa. Hiyo ndio sukari. Unapoendelea kukaa nayo inaenda kuathiri vitu vyote hivyo. Mwisho wa siku sasa, unaposubiri kwamba uanze matibabu, unavyoona hali kama hiyo imekuwa ni mbaya, utatumia gharama nyingi sana, kwa sababu hautajua uanze kutibu nini. Uanze sukari, utibu figo, mishipa ya damu, ama moyo? Je, ni mifupa, maumivu ya mifupa na maungio? Maanake ni kwamba unatakiwa kutibu kisukari kabla haujafika kwenye madhara makubwa kama hayo. Na Madam Priska, kuna matibabu ambayo anatoa, ni matibabu mazuri ambayo yanasaidia watu wengi sana kuondokana na changamoto hii ya kisukari, kwani watu wanatumia wengi sana na wanapata matokeo mazuri, kwani ni matibabu ambayo yanaenda kudili na miundombinu ambayo tayari imeshaharibika. Una kisukari na miaka 20, tayari una maumivu ya viungo na mifupa, tayari una pressure kupanda, tayari una changamoto ya figo, tayari una mishipa ya damu hairuhusu damu kwenda sehemu zote za mwili, kwani unasikia ganzi sehemu za mwili mzima. Matibabu haya yataenda kukusaidia kuondoa changamoto zote hizo na kufanya uwe